Huari gani mpenzi mfuatiliaji wetu wa Fadi Media, kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na sisi, nipende kukuomba tu subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele ili uweze kujipatia update mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa leo tumejaribu kufanya ziara japokuwa sio rasmi na kushtukiza. Tumemtembelea Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nyegezi iliyopo katika halmashauri ya jiji la Mwanza. Yeye ana kampeni yake ya usafi katika kata yake. Ni jambo ambalo ni la kuigwa na waheshimiwa madiwani wengine popote pale nchini Tanzania, lakini sisi si wasemaji kwenye hili. Bahati nzuri tunaye mwenyewe anaweza akatupitisha kwenye hili jambo. Mheshimiwa, habari yako? Safi kabisa. Habari ya asubuhi? Nzuri. Ndio, habari ya kwenye kata yako inaendeleaje? Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri kabisa. Nimeona una jambo zuri ambalo limekuwa ni chachu kwa madiwani wengine na viongozi wengine hasa ngazi tofauti la usafi. Hili umeitolea wapi au ni hamasa ambayo umejifunza wapi ili wananchi wako wa kata ya Nyegezi waishi nalo milele, au ni kipindi cha muda mfupi ambapo umekwenda kulianzisha? Ni jambo ambalo nilikuwa na kiunalo kwa muda mrefu, lakini pia katika ahadi zangu nilisema usafi kwanza. Na nikitazama Nyegezi naona mazingira yake ya kuwa sio mazuri, nikasema nianze na usafi. Usafi kwanza, alafu tutakavyokuwa tunaendelea tutaona baada ya usafi nini kinafuata. Sawa. Tumeona na umejaribu kuprint hadi mabango. Haya yanatia chachu kiasi gani kuelekea zoezi la usafi ambalo umekwenda kulianza? Niliwaza kwamba naweza nikasema kwamba tufanye usafi kwamba tukasafisha tu alafu basi. Nikaona ili iwe zoezi endelevu kwa kipindi chote, nikaona kuna haja ya kutengeneza mabango ambayo yataweka alama ya kwamba mtu akifika anasema, akifika sehemu akaona usitupe taka ovyo, fine $50. Ataona hata dumu ataogopa kutupa. Kwa hiyo ataona ni kitu ambacho atakitunza kwamba akakihifadhi sehemu ambapo inapohitajika taka kutupa. Kwa hiyo ninashukuru nilifanya ile zoezi. Changamoto zipo unapoanzisha jambo katika mazingira ambapo lilikuwa halipo na hujaona limefanyika, changamoto zipo. Sasa kampeni yako hii ya usafi mpaka sasa ipo katika kata zako zote ambazo zinapatikana ndani ya kata yako? Ndio. Nilizindua kwa kusafisha barabara kuu. Na baada ya hapo nikawa napita kwa kila mtaa. Kwa sababu siwezi kusema usafi alafu mitaani hamna elimu. Kwa hiyo ninapita kwa kila mtaa. Nikiingia kwenye mtaa ninatoa matangazo kwamba wakazi wa mtaa fulani leo tuko hapa, tushirikiane kwa usafi. Kwa hiyo wanajitokeza, tunasafisha. Tukishasafisha tunamwambia mkazi wa pale, hatutaki kukuta uchafu tena hapa. Ina maana ni jukumu lako kusafisha. Wafanyabiashara wa maduka yaliyoko barabarani tunaambia hakikisha unapofungua duka lako, kitu cha kwanza usafi. Hatutaki kuona taka. Kwa hiyo hii kampeni inaenda kwa kila mtaa na itakuwa ni endelevu, sio kampeni ambayo nimeifanya hivi alafu niishie njiani, hapana. Nitahakikisha hata kila mwezi kama ni gari au na watu ambao watakuwa wanapita kuhakikisha haya mazingira kweli ni masafi. Na ukiona hivyo, niliona nisifanye tu mimi mwenyewe, nikawashirikisha wenye viti wa mtaa. Nikawaambia nahitaji mnipe watu kutoka kwenye mitaa yenu. Kila mwenyekiti anipe watu. Hao watu watanisaidia mimi kuona kwamba wanaweza kupita, au kwenye mtaa kutakuwa kuna sehemu fulani ni chafu, tunakwenda tunamfuata eneo husika, tunawaambia wasafishe. Wakiwa wakaidi, ina maana sasa tutaona namna gani ya kuweza kuwajibisha. Kama bango yanasema fine $50. Zaidi ya hapo, ina maana kuna namna sasa tutaona huyu mtu anahitaji nini. Na kama ni sehemu ya biashara, mtu kama ni mchafu sana, ina maana hastahili tena kuwa sehemu ile. Na kwenye maisha mtu ukiwa serious, kwanza mtu anaweza kusema ataweza kweli huyu? Mbona nani? Mbona mwanamke? Mimi sitaki lengo langu life. Maono yangu yafe. Ili lisife lazima niwe serious kabisa kwamba wewe hapa ni pachafu.
Sawa. Kwenye hili zoezi lako au kampeni yako hii ya usafi kwa kata ya Nyegezi, kuna timu ya vijana ambao umeiandaa au umeshaianzisha kwa ajili ya kupita kila maeneo kuhakikisha linahamasisha na linahimiza kwa kila mwananchi au mpitaji wa eneo lile aweze kunyoosha njia? Ndio, nina vijana wa mama wote ambao nilisema kwamba niliomba kwenye mitaa. Kwa hiyo hawa watu ninahakikisha kwamba ninao ambao watakaoingia kwenye mtaa, na niliwaambia nataka watu kabisa ambao wataendana na mimi, ambao tutaenda pamoja na kwamba ni gharama. Hili zoezi sio mtu anaweza kasema ni zoezi tu ambalo mtu ameanzisha, ila linahitaji gharama, linahitaji support. Mwanzoni ile ninapita niliona namna watu mwingine anaona kama labda huyu anataka pesa, huyu labda nani, lakini nilikuwa nawaambia watu niletee hata fagio tu, niletee fyekeo, niletee leki, umeona, niletee vitu ambavyo nitavitumia, sihitaji pesa, niletee vifaa. Lakini niliona ni ngumu, nilibidi niache. Kwa hiyo nikajibana mimi mwenyewe kuhakikisha, nikaona nahitaji mabango kwenye mipaka yangu, kama vile nikachonga bango. Kwa hiyo namwambia fundi nichongele bango moja, nitengenezee hivi na hivi, nifanyie hivi na hivi. Kweli vinaenda, mwisho wa siku nashukuru Mungu jambo limefanyika, sijadhaminiwa na mtu yoyote. Ni nguvu yangu mwenyewe na wadau mmoja. Kwa hiyo siku nyingine nikiona leo sina hela ya kumpa gari kwa ajili ya, kwa sababu watu wangu wanapofanya usafi wanatamani wapate kamziki kidogo na nini, angalau vibe liwepo. Kwa hiyo inabidi natoa gari. Kama leo nimetoa gari yangu kwamba tumieni, ninaingia kwenye kikao na kuja tunaungana. Kwa hiyo na wanafurahia, wanasema endelea na majukumu, sisi tuko kazini kuhakikisha Kwa hiyo ninashukuru tunaenda vizuri.